Kuna mama mmoja alikuwa na tatizo la kujikojolea kitandani kwa muda mrefu. Hivyo akaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji, na alipofika alieleza matatizo yake. Mganga akamuuliza, "Hilo tatizo limeanza lini?" Mama akamjibu, "Toka nikiwa mdogo, na huwezi kuamini. Nimepigwa sana na wazazi wangu, lakini bado kwa sababu nikilala usiku huaga naota rafiki yangu ananiambia twende tukakojoe, na nikishtuka asubuhi tayari nimeshalimwaga." Mganga akamwambia, "Sawa, hakuna shida. Chukua hii dawa utajipaka usiku, alafu nakupa na masharti kwamba huyo rafiki yako akija tena usiku ndotoni akakwambia twende tukakojoe, mkatalie tena kwa ukali. Mwambie tayari nimeshakojoa." Mama alifurahi sana, akarudi nyumbani akijua tatizo limekwisha. Siku ya pili tena asubuhi na mapema, mama yupo kwa mganga huku analia. Mganga akahamaki, akamuuliza, "Nini tatizo? Mbona unalia tena?" Mama akamjibu, "Tatizo limekuwa kubwa." Mganga kabaki katoa macho, akamuuliza, "Kivipi sasa leo tatizo limekuwa kubwa?" Mama akamjibu, "Yaani hauwezi kuamini. Jana nilikolala rafiki yangu tena alikuja ndotoni na akaniambia twende tukakojoe. Nikamjibu kama ulivyoniambia tena kwa ukali. Mimi nimeshakojoa bwana. Niache." Rafiki yangu akaniambia, "Sawa, kama umeshakojoa twende tukanye." Hivi hauwezi kuamini mganga. Nyumba nzima inanuka. Hapa kaliki, hailiki mpaka ichemke. Mganga kabaki katoa macho tu. Paka haelewi kama hizi mboga ni za jioni. Mtoto baada ya kumaliza form 4 akaambiwa na baba yake, "Chagua zawadi yoyote ile uipendayo." Mtoto akasema, "Sawa, nilikuwa naomba pesa ili niende nikamuoe bibi, kwa maana siku nyingi amekuwa akiniita mchumba wake." Baba akasema, "Mpuuzi wewe, yule ni mama yangu mzazi, hauwezi ukamuoa." Mtoto akasema, "Kumbe panauma mbona wewe umemuoa mama yangu mzazi na mimi sijasema chochote, lazima nilipe kisasi. Kama unaumia muache mama yangu, kila mtu abaki na mama yake." Baba kabaki katoa macho tu. Aishi mpaka iishe. Paka hawezi kuelewa kama hizi mboga ni za jioni.